Movie inaanza na bidada anaitwa Chioma alikuwa akishuka katika gari lake, kwa bahati mbaya akadondosha wallet yake. Wakati wapo kuna bidada mwingine anaitwa Juliet, ikabidi awahi kuilokota ile wallet na kuanza kuita madam, nafikiri umedondosha hii. Basi bidada ambaye ni Chioma akamshukuru kinoma Juliet, hasa akiwa anakagua vitu vyake. Subiri, ndio kuna tatizo, pesa zangu ziko wapi? Zilizokuwa huko ndani. Pesa gani? Nilichofanya ni ukarimu tu, nimekusaidia kukukotea wallet yako, sijaona pesa. Chioma akamwambia unamaanisha nini? Na wakati kulikuwa na pesa zaidi ya dola 500 huko ndani. Kibongo bongo hiyo ni kama milioni 1.3 hivi. Juliet anamwambia yeye amemsaidia tu kuokota na kuona pesa yoyote ile. Unaongea nini wewe? Pesa zangu ziko wapi? Chioma akazidi kumletea noma bidada wa watu ambaye ni muuza matunda tu. Juliet akamwambia labda umpigie driver alokuleta, wewe utakuwa umesahau ndani ya gari, lakini hajaona pesa. Ni ujinga gani unaongea? Pesa zangu ziko wapi? Na uwezi kuondoka hapa kwa nipatie pesa zangu. Wakaanza kuvutana paka kamwaga biashara mwenzake. Bana, kwanza kabla tuenda deep sana, na kuomba usubscribe katika hii channel yetu, na pia hakikisha umelike hii video hii. Here we go. Security kabidi ingilie. Hey, kuna shida? Mama akamwambia, "Oh, binti amenibia pesa zangu na leo ni weekend, polisi hawajafungua. Kinachotakiwa ni wewe mshikilie hapa mpaka kesho." Na mama akamwambia, "Kama ukimwachia basi kibarua chako kitakuwa kimeota nyasi." Jamaa akawa amemshikilia Juliet kinoma. Juliet akawa anasema, "Niachieni. Nimesema niachieni." "Nyamaza. Yaani umeiba, alafu eti unataka kuondoka hivi hivi. Unachotakiwa ni kurudisha pesa za watu." Baada ya Juliet kushikiliwa kwa muda mrefu, Juliet akawa anamuomba jamaa msamaha, amwachie maana hajiba pesa yoyote ile. Mchizi akamwambia, "Kama nikikuachia basi na mimi nitakuwa nimeshaipoteza kazi yangu, maana ile ndio onyo alionipatia madamu." Bidada akamwambia, "Nawezaje kumwibia mwanamke tajiri kama yule? Hebu angalia, mimi na wewe level zetu za maisha ni sawa, au anajaribu kunididimiza kwa sababu mimi ni maskini?" Julia akawa anamlalamikia mshikaji kinoma. Hapo kuna huyu jamaa anaitwa Alex, alikuwa akishuka katika gari lake. Huyu ndio boyfriend wa Chioma sasa, aliyesema ameibiwa dola 500 zake. Ikabidi aulize, "Kuna tatizo gani?" Madamu amesema huyu bidada muibie pesa zake. "Mimi sijaiba. Kuna mwanamke ameletwa hapa na gari, akadondosha wallet yake. Nilichofanya mimi ni kumwokotea na kumpatia. Alafu zini baadaye anarudia anasema eti mimi nimeiba pesa zake." Julia akawa anajielezea kwa jamaa. Julia akamalizia na kusema, "Na pia mwanangu ana njaa. Natakiwa nimwaishe nyumbani na kwa ajili ya kumpatia chakula." Mchizi akasema, "Ni sawa. Wewe unaweza kwenda." Julia akashukuru kinoma. Mchizi akasema, "Lakini ukimwachia mimi nitakosa kazi." "Ni sawa, utamwambia mimi ndo nimekuruhusu. Alafu yeye madamu wako atadili na mimi." Alex akamaliza kesi kama hivyo. Upande wa pili kuna huyu bidada ambaye ndo anaishi na Juliet. Hapo akaingia Juliet chapchapu na kuanza kumlisha mtoto wake uji. "Mbona sikuelewi?" Julia akamwambia, "Katika hii dunia hakikisha unayemsaidia ni nani. Ukimaanisha kuna kitu kimekutokea." "Ndiyo." Ikabidi sasa Julie ampe story shoga yake yaliyomkuta. Yaani mtu nimemsaidia kumwokotea wallet yake, eti aniambie nimemuibia pesa zake dola 500, sio coins, sio naira na sio hata shillings. Anasema nimemuibia madola. Mwenzia akashangaa. Yule nitaka kumwambia, "Sikufungua hata ile wallet, niliokota tu na kumpatia." Akampa story nzima shoga yake ilivyokuwa. Huko napo kwa Alex, Chioma anamletea noma jamaa. "Kwani umemwachia yule mwanamke? Nani huyo mwanamke alioniibia pesa zangu? Na security ameniambia wewe ndio umemruhusu aondoke." Alex akasema, "Ni kweli, mtoto alikuwa analia sana na ni msichana ambaye anaonekana hana msaada. Ikabidi nimruhusu. Hiyo haina maana kwangu. Ameniibia pesa zangu." Mchizi akamwambia, "Sawa, ameiba pesa. Kwa hiyo unataka kumwadhibu yeye na mtoto wake? Come on, hebu acha aende bana. Kwa hiyo unamtetea mwizi?" Mchizi akamwambia, "Kwani kiasi gani ameiba? Nikurudishie." "Ameniibia pesa ulionipatia leo asubuhi." Akamwambia, "Sawa, nitakurudishia. Lakini mimi sijapenda ulichokifanya. Yaani unamwacha aende hivi hivi. Unafanya nijione sina nguvu yoyote ile hata mbele ya wafanyakazi wangu." Mchizi akaomba msamaha maana anampenda Chioma kinoma. Kisha akaandaa chakula, wakawa wanakula chakula kwa pamoja. Mchizi akawa anamsifu mwanamke wake kwamba anajua kupika sana, hawezi kula hata pengine. Basi wakawa na furaha kama wapenda nao. Asubuhi mapema sana kuna dereva taxi ambaye ndo alimbeba Chioma katika gari yake. Akamsalimia Mchizi. Alex akauliza, "Kuna tatizo?" "Hapana, kuna abiria nilimpakia asubuhi ya leo nje ya geti hili. Jina alotumia katika hapo anajiita Alice ambaye ni msichana." Mama akamwambia, "Ndio niliita usafiri kwa ajili yake. Kwani kuna tatizo lolote?" Akamwambia, "Hapana, nimejaribu kumpigia zaidi ya mara moja lakini hawakoti simu zangu." "Unanichanganya. Kwani umpigie mwanamke wangu au hajakulipa kulingana na huduma uliompatia?" Mchizi akasema, "Hapana mheshimiwa, unanifikiria vibaya. Alinilipa lakini kuna kitu amesahau katika gari yangu." Mchizi akasema, "Ngoja nifikirie, ni dola 500. Mama akamwambia, "Ndio, pesa niliiona nilipoenda kuosha gari yangu kaushi." Mchizi akamshukuru sana na kumwambia hajui alichokifanya. Hii pesa imeleta matatizo kwa mtu ambaye hana hata hatia. Alimshukuru sana. Mama akasema anaweza kuona naye ili ampatie. Mchizi akamwambia, "Hapana, Chioma yupo busy sana." Ikabidi ampatie ile pesa jamaa. Jamaa akampa chochote kitu maana Mwamba ameonyesha uaminifu mkubwa sana. Alipoingia ndani, Chioma akamuuliza alikuwa ni nani, kisha Mchizi akampatia zile pesa. Chioma akashukuru sana kumwambia, "Kiukweli sijapenda ulivyomwachia yule mwanamke mwizi aondoke. Sijapenda kabisa." Mwamba akamwambia, "Umekuwa ukimlaumu mwanamke asiye hata na hatia. Hii ndio ile pesa yako. Mtu aliyekubeba asubuhi na gari ameirudisha na amesema ulisahau katika gari yake na amesema amejaribu kupigia sana lakini ukokota simu zake." Basi Chioma akawa anajilaumu, "Unamaanisha nilisahau hii pesa ndani ya gari?" Mchizi akamwambia, "Ndio, nimekuwa nikikuambia sana usimshutumu mwanamke asiye na hatia." Chioma alishusha pumzi nzito na kujiona ni mkatili sana. Mchizi akamwambia, "Umeona, unahitaji uwe mpole kabla ya kufanya maamuzi ya haraka. Chochote kile kinachokutokea unatakiwa uwe na uhakika nacho. Fikiria kwanza kabla hujafanya maamuzi." Mchizi akampa shoti risala ya maisha mpenzi wake. Chioma akawa amechoka kwa kile alichofanya kwa mwanamke mwenzake. Asubuhi mapema upande wa pili
pili kwa Juliet, mwenzio akawa anamwambia leo uende sokoni? Hapana, siendi. Huku anafurahi na mwanae. Sijakuelewa, kwani uendi? Na pesa ipi? Sina pesa ya kwenda sokoni. Unamaanisha pesa ipi? Ina maana hujapata pesa ya kusave kwa kile ulichokiuza? Juliet akamwambia hapana. Mwenzio akamwambia wewe siku zote unaenda kazini, hujasave pesa yoyote ile. Akamwambia hapana, unanielewa vibaya. Umeona ukijana? Eti oga, mwambie ni kiasi gani cha pesa kwa ajili ya mahitaji yako. Akimaanisha pesa yote amenunulia chakula cha mtoto, Pampers ninunue, umeona hizo nguo nimenunua, hivyo sina hata 100. Mwenzio akamwambia unamaanisha biashara ndio umeacha kama hivi? Hapana, nikipata pesa nitarudi mtaani. Huku anafurahi na mtoto wake, anaonekana ni mama anayempenda mwanae sana. Rafiki yake akamwambia leo tunalipwa, nitaangalia nitawezaje kukusaidia, nitakupatia kitu kama naira 30,000. Juliet akashtuka akamwambia ndio, wewe unategemea tutakula nini humu ndani? Mtoto utamleaje? Kisha akamwaga rafiki yake na kuondoka. Huku napo Chioma alikuwa akiongea na mteja katika simu. Hapo akaja yule mlinzi wake na kumwambia mteja atampigia baadaye. Jamaa akawa anaomba msamaha kwa kile kilichotokea jana. Mama akamwambia haina hata shida, usijali, na akamwambia kama akimwona tena yule msichana amwambie anataka kuonana naye na nataka amuombe msamaha kwa kile kilichotokea jana. Mama akasema wewe ndio maana kuiba zile pesa? Nilijua, hata akili yangu ilikuwa kiniambia yule mwanamke sio mwizi kabisa. Mchizi akawa anaboboja kinoma. Madam akamsitizia sana kama akimwona amwambie anahitaji kuonana naye kwa ajili ya kumwomba msamaha. Mchizi akasema sawa. Upande mwingine kuna huyu mtoto wa Juli alikuwa akilia kinoma, joto la mwili lilikuwa juu sana, ikabidi amchukue na kuanza kumkimbiza kumpeleka hospitali. Hapo akiwa njiani, Alex akatokea na gari yake, wakasalimiana. Alex akamwambia kama sijakosea jana tulionana. Ndio, upo sawa? Unaonekana kuchanganyikiwa. Yule akamwambia ndio, mtoto wangu joto la mwili limekuwa ni kali sana na mwaisha hospitali. Hospitali ipi? Mchizi akauliza. Akamwambia ambaye ipo Aja, pale ndipo nilipomsajili. Mchizi akamwambia sawa, ingia katika gari nitakupeleka kule. Juliet akaingia katika ndinga mpaka hospitali wakafika. Mchizi akawa anamsubiri nje. Nafikiri uliondoka? Mchizi akamwambia hapana, sijaondoka, maana nilijua una pesa yoyote ile, nimeamua nikusubiri kisha nikurudishe nyumbani. Juliet akasema haina ulazima, ameshafanya vingi sana tayari. Kila alichokifanya ndani ya siku hizi 2 kwake hakuna mtu amewahi kumfanyia. Mchizi akamwambia hakuna tatizo, maana yeye anapenda watoto sana. Inaonekana yeye na Chioma tangu aingie katika mahusiano wao hawajawahi kupata mtoto. Kweli Mchizi akamrudisha. Aliporudi nyumbani, mtu wake akamwambia anatamani sana kuonana na yule mwanamke, anatamani kumomba msamaha kwa kile alichomfanyia. Mchizi akamwambia ameshafanya kwa ajili yake. Kivipi? Mchizi akamwambia alivyokuwa akienda kijijini kwa ajili ya kuangalia baadhi ya maeneo yake, alikutana naye njiani na mwanae alikuwa na hali mbaya sana, hivyo akamsaidia kumpeleka hospitali na akalipa bili zote za mtoto. Mpenzi wake akamshukuru sana, lakini akamwambia bado anahitaji kuonana naye, amuombe japo hata msamaha. Upande wa pili kwa Juliet, mwenzio akawa anamuuliza upo serious? Juliet akamwambia ndio, yani sio kunileta tu nyumbani, amelipa bili zote za hospitalini, lakini bado amenipatia naira 20,000. Basi nipe nikuhifadhie. Nyamaza. Sasa hivi unanyonyulia mabega sasa kwa sababu ya pesa. Sawa, hamna shida, tutaona. Umeona mama yako akipata tu pesa yake ananyunyulia mabega juu. Akamwambia vipi kama jamaa anakupenda? Ampende nani? Kisha akacheka kinoma Juliet. Akamwambia kama ungekuwa na mimi, sidhani kama ule jamaa angekuwa hata na hisia na sisi, anaonekana ni kama kaka kwetu. Wakawa wanamjadili jamaa ambaye ni Alex, mtu na shoga yake. Kesho yake kweli Chioma akawa anamtafuta na kumuulizia kwa watu Juliet anapokaa. Hapo Juliet akatokea akiwa anauza matunda, akawa anamfuata. Juliet akamwambia nilishakwambia sijaiba pesa zako. Chioma akawa anamuomba msamaha na kumwambia najua, ndio maana nipo hapa, naomba tuongee. Juliet akamuuliza kwanza umepajuaje ninapoishi? Akamwambia Alex ndo amemwambia, na Alex ni boyfriend wake na pia amemwambia kila kilichotokea jana na kumwomba sana waongee. Ikabidi Juliet amkubalie, wakaenda paka nyumbani kwa Juliet, wakawa wanaongea. Chioma akamwambia najua nilichokufanyia sio sahihi kabisa, sikuwa mpole siku ile na sikuwa naamini kabisa kama pesa ile nilikuwa nimeacha ndani ya gari, hata uliponiambia sikuhangaika kuuliza. Akawa anamuomba msamaha sana Juliet kwa kile alichomfanyia. Juliet akamwambia umeniharibia hata biashara yangu inayoendesha maisha yangu ya kila siku. Mwanamama akamwambia ndio maana nipo hapa. Kisha akatoa kiasi cha pesa na kumpatia. Juliet akashangaa maana kiasi cha pesa alichotoa ni kingi mno. Juliet akawa anagoma. Chioma akamwambia anajua hii pesa haiwezi lipa kwa jinsi alivyomwaibisha siku ile mbele za watu. Ikabidi Juliet apokee tu, si unajua nguvu ya pesa. Hapo simu yake ikaita na anaipiga ni mpenzi wake ambaye ni Alex. Akawa anaongea naye na akamwambia hawezi kumlipa zaidi ya naira 150 kwa mwezi, labda kadri atakavyoendelea kufanya kazi watamuongeza mshahara, lakini kwa sasa hivi hapana. Mama akasema hakuna kigumu anachokifanya zaidi ya kufua na kupika. Akamwambia pia tuna mashine ya kufulia, hivyo atafua na mikono yake. Juliet akawa anasikiliza tu, hatuwezi kumlipa zaidi. Juliet akanyosha kidole na kusema nitaifanya hiyo kazi. Nini? Kisha akamwambia mpenzi wake subiri, nitakurudia. Akamwambia kwa nini? Na nimekupatia kiasi cha pesa zaidi ya hii. Juliet akamwambia hii itamsaidia kumlea mtoto wake, hata kama watapunguza mshahara, lakini bado ataifanya hiyo kazi, maana kula na kulala ni hapo, haina shida. Chioma akamwambia sawa, usijali, nitaongea na Alex, akikubali leo nitakutaarifu. Kisha akamshukuru kwa msamaha wake, akaamua kuondoka zake. Kweli alivyorudi nyumbani akamwambia jamaa kuhusu ombi la Juliet kutaka kufanya kazi katika hii nyumba. Mchizi akamwambia unafanya hivi kwa sababu ya kile kilichotokea kati yenu? Mamto akamwambia kitu cha pekee ni mtoto wake, ndio maana anafanya hivi. Mchizi akamwambia nataka tu kuhakikisha unafanya kwa ajili yako au yetu na hutakuja kujutia.
Juliet? Mama akamwambia ndio. Mchizi akakubali na kumwambia mpigie simu. Kweli simu ikapigwa na kumwambia Juliet kesho aje na aanze kazi, atamtumia address. Kesho yake Juliet alikuwa akipanga nguo na kumwaga rafiki yake. Mwenzie akamwambia atakuwa akija kumtembelea kila weekend. Juliet akamwambia asante sana, wazazi wangu walinifukuza, wewe ndio ulinisaidia na kunihifadhi katika nyumba yako, umenilea kama dada yako, Mungu akubariki sana. Akapiga magoti na kumshukuru rafiki yake mpaka mwenzake machozi akataka kumtoka na kumwambia asifanye hivyo, atasababisha alie. Wanaonekana kweli ni marafiki wapendanao sana pamoja na kusaidiana. Mchana mwingi akafika kweli paka katika mjengo wa Chioma, akapokelewa na kwenda kuonyeshwa chumba chake. Juliet akashukuru kwa ukarimu anaomuonesha yeye pamoja na mtoto wake. Asubuhi mapema sana Juliet aliwahi kuamka na akawa anafanya usafi. Mchizi akamkuta na kumuuliza unafanya nini asubuhi yote? Juliet akamwambia nafanya usafi. Ndio naelewa nafanya usafi, lakini ni asubuhi sana. Juliet akamwambia huu ndo muda wangu, huwa napendelea kuamka. Mchizi akamsihi sana anatakiwa apumzike, kisha akamwambia Chioma tayari hatapenda kwa hiki unachokifanya, unatakiwa upumzike. Na akasema amemsikia mtoto akilia usiku kucha na sasa hivi ndo amelala, hivyo ndio muda wake mzuri wa kupumzika. Juliet akamwambia sawa, nimekuelewa, kwa kuwa leo nimewahi kuamka, acha nimalizie tu kufanya usafi, kesho nitafanya hivyo. Mida usiku wa dina, Chioma akamwambia Alex ameniambia kila kitu kuhusu kuamka kwako mapema kwa ajili ya kufanya usafi. Mtoto wakati huo analia kinoma. Mama akamwambia huwa tuamki mapema kama hivyo, usirudie tena, unachotokea ni kulala vizuri, pia kunachangia afya yako kuwa bora. Mchizi akamwambia hem, nenda kamwangalie mtoto wako maana analia kinoma. Juliet akasema akimaliza ataenda, hem, naomba nikusaidie. Juliet akamwambia amuache afanye kazi yake, hataki sababu ya mwanae kumsumbua ndio asifanye kazi yake, akimaliza atamhudumia na yeye. Mchizi kabidi inuke na kwenda kumchukua mtoto, maana anamchukulia Juliet ni kama familia kwao. Mida ya mchana mwingi rafiki yake akawa amemtembelea, wakawa wanakula story mbili tatu. Mtoto wa Juliet anaitwa Jesse. Rafiki yake akamwambia hivi, unajua kila siku nilikuwa nikiamka mapema, lakini kwa sababu Jesse hayupo leo nimechelewa hata kazini, maana anasema zile kelele za mtoto ndio zilikuwa ni kama alarm kwake. Juliet sio kucheka. Mwenzi akamwambia ndio. Mida fulani hivi Chioma akawa amerudi nyumbani akiwa amechoka kinoma. Juliet akamsalimia akamwambia kama hatajali anaweza kumfanyia masaji kidogo. Chioma akashangaa. Juliet akamwambia ndio, utotoni kwangu nilikuwa nikimfanyia baba yangu hivyo, nafikiri utapenda. Chioma akamruhusu. Muda huo simu yake ikaita na anaipiga ni Ebuka na akampa taarifa ya kwamba mama yake anataka kumuona maana amezidiwa kinoma. Chioma akamwambia sawa, nitakutumia kiasi cha pesa kwa ajili ya kumpeleka hospitali, alafu kesho yake mapema sana nitakuwa nimefika hapo. Baada ya mchizi amerudi, anashangaa kumuona mpenzi wake nyumbani mapema na sio kawaida yake. Ikabidi ampe taarifa kwamba kesho atasafiri. Mchizi akauliza kuna tatizo? Akamwambia ndio, Ebuka amempigia simu na kumtaarifu mama yake anaumwa sana, so nimeamua kumtumia pesa ili ampeleke hospitalini na mama anahitaji kuonana na mimi. Kesho asubuhi itabidi nisafiri. Mchizi akamfariji mpenzi wake maana huyo anayeumwa ni kama mama mko kwake. Asubuhi mapema sana akawa ameshaondoka Chioma. Wakati huo Juliet alikuwa anafanya usafi, akamsalimia Alex wakati wake akielekea kazini. Siku hiyo Juliet alibaki akifua nguo za jamaa huku akiwa na mwanae ambaye ni Jesse. Sasa siku hiyo mchizi akiwa amelala, mtoto akawa analia kinoma, kitu ambacho kilimfanya asipate usingizi. Ikabidi aamke na aende paka chumbani kwa Juliet. Kumbuka kwamba mke wake amesafiri na kumchukua mtoto. Wakati huo mama ameuchapa usingizi kinoma. Sasa siku hiyo wakawa wanapata chakula cha pamoja. Mchizi akamuuliza baba mtoto yuko wapi, jambo ambalo limkata sana Juliet. Mchizi akamwambia ni sawa kama utaki kuniambia. Juliet sasa anatupa story ya baba mtoto wake. Anasema alikuwa msichana ambaye wazazi wake wanajivunia sana, na tangu amekutana na jamaa alimuonesha mapenzi ambaye alikuwa akiyaona tu katika movie. Anasema jamaa alimpatia mimba na alivyoenda kumwambia jamaa ni mjamzito alimwambia itoe na kamwe hakutaka tena kuonana naye katika maisha yake. Anasema aliporudi nyumbani wazazi wake walimfukuza na hakutaka kabisa kumuona. Akamwambia mchizi na alikuwa hana pa kwenda kwa sababu nyumbani kwao alimfukuza na jamaa hamtaki tena. Ndio akakutana na Martha ambaye alimchukua na kwenda kuishi naye kwake na aliridhika kwa hali yake ya ujauzito mpaka akajifungua. Mpaka sasa amekuwa ni kama ndugu kwake. Mchizi akampa pole sana na anajuta kwa nini hakuwahi kumuuliza kuhusu kilichotokea huko nyuma. Jamaa anaonekana ni mtu mwenye moyo wa kusaidia sana. Akampa moyo mtoto wa kike na kumwambia anapaswa kujivunia kwa sababu amepambana paka hapa alipo. Basi wakaendelea kula. Mchizi akawa anapenda sana kukaa na Jesse na kumtriti kama mtoto wake, ukizingatia na mke wake hawajapata mtoto. Wakawa wanacheza kwa pamoja baadhi ya michezo kwa kipindi chote ambacho Chioma alikuwa amesafiri kwa ajili ya kwenda kumuuguza mama yake. Sasa siku hiyo wakiwa wanafurahi kwa pamoja, saa ngapi Chioma asiwakute, hakuelewa kabisa ile situation. Mchizi akamwambia kwani hata hujanipigia kama unakuja? Akamwambia nimekupigia sana lakini ukupokea, kisha akaondoka kwa hasira. Mida fulani hivi akawa amekaa na mpenzi wake. Chioma akamwambia unamkumbuka anko mdogo wa mama yangu? Nilivyofika tu kijijini alivyosikia nimefika alikuja na kuanza kuniwakia na akaniambia kwani sikumtumia zile naira 200,000 alizoniomba. Akamwambia mchizi kama unakumbuka wiki iliyopita. Mchizi akamwambia ndio, aliponiambia mtoto wake anatakiwa kufanya mtihani na ana ada. Unakumbuka nilimtumia kiasi gani cha pesa? Hapo hapo Jesse akawa analia, ambaye ni mtoto wa Juliet. Mchizi akamwambia nakuja. Unaenda wapi? Wewe ni mtoto analia, kwani wewe ndio unapaswa mnyonyeshe? Mchizi akaenda na kumleta mtoto. Wakati huo Chioma anamshangaa tu. Chioma akamwambia kwa mtoto anafanya nini hapa? Mchizi akamwambia kuwa mpole, atakaa na sisi kwa muda kidogo. Subiri, unamaanisha nini abaki na sisi? Chioma akawa analeta noma kinoma, hamuelewi jamaa yeye yupo busy na Jesse.
Jesse. Jesse ameringa na kizazi chake. Hivi utanisikiliza au? Mchizi akamwambia ndio. Wakawa wanabishana. Asubuhi mapema sana, Mchizi akawa anafanya mazoezi na Juliet. Akirudi ndani, yupo na Jesse. Chioma kile kitendo kinamkata kinoma. Yaani hapendi kabisa. Siku hiyo Juliet alikuwa ametoka nyumbani kwake kuchukua baadhi ya nguo za mtoto wake. Chioma akamuuliza, "Kwa ruksa ya nani?" Juliet akamwambia, "Alex ndo amemruhusu." Chioma akamwambia, "Wakati mwingine ukitaka kutoka, unatakiwa upate ruhusa kutoka kwangu na sio kwa Alex." Na akamwambia kitu kingine, "Alex sio baba huyo kitoto chako. Acha mazoea kumbebesha kwa kitoto." Chioma akawa anampiga onyo za kutosha Juliet na ache kufanya ujinga aliokuwa akifanya asubuhi na Alex. Mwanamama anaogopa kuibia mume wake. Siku Alex alipokuja kama kawaida yake, alipotaka kumshika mtoto, Juliet alionekana kukataa, maana ameshakula onyo za kutosha. Alipoingia ndani, mamtu akamkumbatia na kumpatia taarifa kwamba ni mjamzito. Mchizi ndo kushangaa na kumwambia ni furaha kwake. "Unamaanisha nini kwangu? Maana sio yote." Basi Mchizi akamwambia sawa, lakini Mchizi inaonekana kutokufurahisha. Sasa siku hiyo Mchizi alikuwa akitafuta pesa zake alizohifadhi. Anashangaa aoni, ndo kumuuliza mpenzi wake kwamba kuna pesa aliacha na azioni. Akasema labda amuulize Juliet maana hajaziona. Juliet alipoulizwa, yeye pia alikuwa ajui. Anasema alipofanya usafi aliziacha katika draw. Sasa jamaa akaenda paka chumbani kwa Juliet na kuzikuta pesa katika kitanda cha Juliet. Ndio baadaye anamwambia Juliet. Juliet anakana hajaiba kabisa hizo pesa na haiwezekani. Kumbe mchezo mzima ameucheza Chioma. Anataka jamaa amfukuze kabisa Juliet, yani hampendi kabisa. Sasa siku hiyo rafiki ya jamaa akawa amefika, akawa amemtembelea Alex. Wakawa wanakula story mbili tatu. Siku hiyo Mchizi akiwa Kitaha akakutana na Juliet njiani, maana mpenzi wake alishamfukuza nyumbani mapema sana. Akiwa anapiga story hapo hapo akatokea rafiki wa Alex, ndio kuita Juliet. Juliet ni alishangaa kinoma. Juliet ndio kumwambia Alex huyu ndio baba wa mtoto ambaye alimpa mimba na kumwambia atoe na kisha asimuone katika macho yake tena. Jamaa ndio anashangaa, mtu ambaye ni msela kwake na aliyemwamini inakuwaje? Kisha Juliet akaondoka kwa hasira. Baadaye aliporudi nyumbani, Mchizi akawa anamletea noma jamaa na kumwambia hataki tena kumuona katika nyumba yake, kisha akaondoka. Kumbe Chioma alikuwa akisikiliza kila kitu, ndio kumchapa jamaa kibao. Mchizi akamwambia unasubutuje? Unafikiri mimi ni mjinga kama huyo Alex wako? Ukijaribu tena. Chioma akamwambia Sam, wewe ni mpuuzi. Baada ya yote nimejifanya nikimpenda Alex kwa ajili ya kuchukua pesa zake na mali zake zote na kisha tukimbie. Wewe upo busy kutembea na wanawake, pamoja na kwamba bado umenipatia ujauzito wako, lakini bado unatembea na wanawake wengine. Kumbe bana Sam ambaye ni rafiki wa Alex na bado Chioma ni mpenzi wake, yani anatembea na mwanamke wa rafiki yake. Alipanga naye dili wamfilisi jamaa kisha wakimbie, na mimba alionayo Chioma sio ya Alex, ni ya jamaa Sam. Hapo hapo saa ngapi asiingie jamaa ambaye ni Alex na amesikia kila kitu. Na hapa ndo unakuwa mwisho na mwanzo wa huu mzigo. Hakikisha tu umesubscribe pamoja na kulike ili uweze kujiunga na hii familia ya Kibabe. Bye bye.